Ndugu zangu wa Tanzania, nimerejea tena katika kuzungumzia hatari 6 zinazoikabili nchi yetu. Leo hatari ya 3 ni hatari ya fitna na majungu ambayo yamelenga kuivuruga Tanzania. Na nchi yetu hivi sasa iko very delicate. Fitna ya kwanza na majungu ya kwanza ambayo yanajaribu kujengwa kwa nguvu zote, na lazima hasa ndani ya CCM viongozi na wanachama wawe makini, ni kwamba kuna makundi, fitna ya kueleza watu kwamba kuna makundi ndani ya chama tawala CCM. Makundi ni kitu cha kawaida, lakini safari hii inaletwa picha ya makundi kwamba ni kwa ajili ya kumuondoa Mheshimiwa Rais madarakani. Ya kwanza inayojengwa, makundi la kwanza ni kati ya Mheshimiwa Rais na makamu wake wa rais. Wanataka kuchonganisha, kutenganisha Mheshimiwa Rais ambaye alimteua mgombea mwenza wake Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea wa makamu wa rais, eti sasa wanasigishana. Na fitina ya pili inayojengwa ni kati ya Mheshimiwa Rais na mawaziri ambao hakuwateua, kana kwamba mawaziri wana hati miliki kwamba lazima uteuliwe tu. Rais ana uhuru wa kumteua nani awe kwenye nafasi gani kwenye nchi. Inajengwa fitina hii kwamba wale mawaziri wote walioachwa, kuna fitna ambayo ipo kati ya Mheshimiwa Rais na mawaziri hao, na hata misiba sasa inatumika kwamba ni katika mambo hayo ya makundi ndani ya sisi. Wako hata wanaodai kwa msiba wa kawaida, kazi ya Mungu ya kawaida ya Dr. ya mheshimiwa aliyefariki, mheshimiwa aliyokuwa waziri, mama yetu huyu Jenista Mhagama, dada yetu Jenista Mhagama, kwamba eti ni matokeo ya hiyo misuguano iliyopo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na wengine wanajenga fitna kwamba kuna msuguano kati ya rais Dr. Samia na Dr. Tulia aliyokuwa spika wa bunge aliyemaliza muda wake, kwamba ndio maana ameondolewa kwenye spika, ndio maana hakuteuliwa kwenye nafasi ya waziri. Inajengwa hii, unaona, na viongozi wenyewe nao hawawi makini. Kwa mfano kama jana Dr. Tulia alituma siku ile ya msiba wa Jenista Mhagama, alituma kwenye Twitter account yake picha ya mtungi na akaandika pale siri ya mtungi. Sasa vitu vya namna hii vinatakiwa viwe makini, viongozi wa CCM wawe makini. Kila neno wanalosema sasa linatafsiriwa kwa mnasaba wa kwamba kuna makundi. Jingine linalojengwa kwamba kuna kundi kati ya Mheshimiwa Rais na Rais mstaafu Dr. Kikwete, kwamba nako kuna picha hazivi. Ni maneno ya bure yasiyokuwa na maana. Basi taifa letu limegeuka kuwa taifa la majungu, la fitna, kitu ambacho kusema kweli ni hatari kwa usalama, amani na utulivu wa Tanzania. Na fitna nyingine mbaya kuliko zote sasa dhidi ya usalama wa nchi yetu na amani na utulivu wa nchi hii, na ni rahisi sana kuvurugwa kwa kutumia fitna, ni fitna ya viongozi wa dini dhidi ya serikali. Viongozi wa dini dhidi ya serikali, baadhi ya viongozi wa Kiislamu na baadhi ya viongozi wa dini ya Kikristo, hasa baraza la maaskofu TEC nimelizungumza hata jana. Na hili kusema kweli linaletwa makusudi kabisa. Makusudi kabisa. Kuna baadhi hata na makanisa mengine yanaitwa makanisa ya ufufuo. Na hili ni jambo ambalo linatakiwa liangaliwe kwa makini zaidi. Kwa kusema kweli, hii ni fitina mbaya zaidi, kwa sababu likiachiwa hili litaivuruga nchi yetu kama ilivyovurugwa Ireland ya Kaskazini kati ya Wakristo na Waanglikana, Lebanoni kati ya Wakristo na Waislamu, Rwanda mauaji ambayo ni wazi imezungumzwa. Kanisa lilikuwa na mchango, mpaka hata papa aliyepita aliomba radhi kwa mchango wa kanisa kwenye mauaji ya kimbari Rwanda. Na hii ndio hatari ya viongozi wa dini wakiingizwa kwenye mambo ya kisiasa. Serikali sipuuze tabia inayozidi kukomaa ya viongozi wa dini kuota mapembe hata juu ya serikali, kama vile wao ndio wanaitawala nchi hii. Iko wapi ile falsafa ya Mwalimu Nyerere ambayo inakataza dini kuchanganywa na siasa? Tuliishi na falsafa hii. Watu hata kama walikuwa na haki zao za kidini walitafuta njia tu ya kumuona rais na kuzungumza naye. Kazi ya viongozi wa dini ni kushauri serikali
Unaona, ni kuiasa serikali, sio kazi ya kutoa matamko. Matamko huwa ni ultimatum. Tena matamko yanatolewa na mashehe, yanatolewa na maaskofu na mabaraza. Hivi maaskofu, mashehe kupitia mabaraza ya TEC au BAKWATA au Hayatul Ulama au CCT au BASUTA au PCPT wakiomba kukutana na mheshimiwa rais au makamu wa rais au waziri mkuu, wakatoa yao ya moyoni kwa wanachokiona kwenye nchi, na ukilinganisha na kutoa matamko, ni njia ipi itakuwa njia yenye kujenga mustakabali bora wa taifa? Njia ya matamko au njia ya kuomba kukutana na rais na mkashauri mnachokiona nyie, bila hata watu huko nje kujua nini mliongea na mheshimiwa rais? Hebu chukulia mfano, ningekuwa ni nyumbani, mke, unaona, au mtoto akaamua kwamba ana manunguniko na baba mwenye nyumba, akaamua aite badala ya kuwasiliana na mwenye nyumba moja kwa moja, akaamua aite vyombo vya habari, waandishi wa habari, unaona, na akazungumza hadharani. Unadhani huyo baba mwenye nyumba atajisikia namna gani? Hivi tunadhani serikali inajisikia namna gani tunapotoa matamko ya ultimatum dhidi ya serikali kwamba fanya hivi, usipofanya hivi itakuwa hivi? Patakalika kweli? Ndugu zangu wa Tanzania, naomba tukatae fitina hizi zinazojengwa na majungu yanayoendelea nchini, hasa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi, wana CCM wale wanaitwa wakereketwa wa Chama cha Mapinduzi, wapuuze majungu yanayoenezwa haya kwamba mheshimiwa rais ana makundi anasikishana nayo, mwenyekiti wenu wa chama ati ana makundi anasikishana nayo. Hii ni fitna mbaya zaidi, na katika Uislamu Mwenyezi Mungu anasema alfitnatu ashaddu min alqatli. Fitna ni mbaya kuliko kuua, kwa sababu hata huko kuua kunaanzia na fitna. Kuna fitna iliyojengeka ndio yakatokea mauaji. Naomba nikuageni tena kwa kusema Mwenyezi Mungu akujalieni amani, utulivu na mshikamano katika nchi yenu.